kila jina, ili kwa kila jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tuandalie tuile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwamba majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi ilipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, Amen Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu. Akashukuru, akawapa, akisema, twaeni nyote katika hiki, kwa maana
Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtatukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, wajapotukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitatukizwa kamwe. Yesu akamwambia, amin nakuambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Petro akamwambia, japo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Na wafuasi wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Pia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema. Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akalalua mavazi yake akisema, amekufuru. Tuna haja gani? Wakasema, imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, ewe Kristo, tufungulie, ni nani hapo? Akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudisha wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa niliposaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalieni haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku la sadaka, kwa kuwa ni kima leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima